Karibu tena kwa Life in German Unfiltered. Tunaendelea na part 2 yetu na karibu brother tena kwa wakati mwingine, na Asante. tulikuwa tunapenda utufahamishe kidogo. Tulikuwa tunataka kujua gharama za maisha zipoje kwa Switzerland, kwa sababu tunajua kila nchi na utaratibu wake wa kodi, masuala ya kodi ya nyumba, masuala ya chakula, usafiri. Sasa tungependa kujua gharama za maisha zimekaaje, yani kwa upande wa Switzerland. Tupitishe kwenye vitu vyote kidogo kidogo hapo tuweze kuelewa. Labda ukilipwa mshahara kiasi fulani, unaweza ukasurvive, au ili uweze kusurvive inakubidi ufanye kitu gani? Hebu unaweza ukatuelewesha kidogo kulingana na uzoefu wako wa kuishi Switzerland. Gharama in Switzerland iko juu sana. I think, if I'm not mistaken, Switzerland is one of the most expensive country in the world. Okay. Kichakula wanga inflation yao iko chini, lakini ukiona ndio chakula kile unanunua ni very very expensive. Kwa sababu hata ndio watu wengi they prefer to buy food from German to the neighboring country kama German, Italy ama Austria. Chakula hapa is very expensive. Na ikiwa ni mambo ya housing, the same, ni too expensive sana. Na kitu kile kilinishangaza sana, nilikuwa nafikiria nikija huko hata naweza kupata nyumba ninunue. But nyumba is very expensive. Apartment hata ikiwa ni tuseme apartment ya 2.5 rooms. General average hapa ni kama unalipa kitu kama 1,500 Swiss franc. Which is, I think now Swiss franc is a bit higher than euro ama dola. Nafikiria ni kama kitu 1,800 tuseme ni euro, kitu kama hicho. That is like average. Yeah, samani kidogo. Umesema kwamba gharama zipo juu kidogo. Na je, tuseme minimum salary ya mtu, kwa sababu gharama zikiwa juu nadhani pia watakuwa wanalipwa vizuri. Kama sikosei, ulisema mwanzoni kule. Na minimum yenu imekaaje kwenye masuala ya mshahara in general? Mishahara ya huko mi siwezi complain. Mishahara ya Swiss wanga naona iko very generous, isipokuwa wanaichukua tena because of those new bills wanazilipa. Average, kwa mfano kuna ile there are policies za kikazi ambazo the government has set minimum wages. Na sahi siwezi nikajua, but kwa mfano kazi ile nafanya I know ikiwa ni mtu anaanza, tuseme kwa mfano pao ni kama wanalipa kitu kama 36 Swiss franc. 36 per hour Swiss franc. Kwa hiyo nikilinganisha na kazi zile zingine, ikiwa ni kazi ndogo sana. Ikiwa kuna mtu wanawajua huko anga wanaume wanalipa more than the women. I think that one also, I think it applies also to German. Na nafikiria ikiwa ni wanawake, tuseme wale wako chini wanaweza kuwa sahi wanalipa kitu kama 27 ama 30 Swiss franc, kitu kama hicho. So lakini wakati ule nilikuwa na kitambo nilipokuja ilikuwa kama 25, nakumbuka kitambo, lakini sasa hivi I think it has to be like between 27 to 30 new Swiss franc per hour. Wale wanafanya ni wages, lakini ikiwa ni salary hizi ya mwanaume kukaa hapa vizuri ama akiwa na family, it has to be over 6,000 Swiss franc. 6,000. Okay. Yeah. Kwa hiyo kuna ugumu wa kupata labda nyumba kwa ajili ya kupangisha, achana na kununua, kwa sababu kununua tushaona hiyo ni very expensive. Je, swala la kusema unakodisha nyumba, je, kuna urahisi wa kupata nyumba huko? Kwa sababu kwa mfano kama Ujerumani huku kuna ugumu mkubwa sana wa kupata nyumba. Na kingine, je, urahisi wa foreigner kupata nyumba huko upoje? Kwa sababu kuna ugumu fulani hivi mtu kutoka nje kupata nyumba.
compare na mzawa wa hiyo nchi. Je, huko napo pako hivyo hivyo kwenye swala la nyumba? I think that one is very common, yani ukweli. Mm. Kile natokea German, I think also it is also inaiona hapa tu. Kwa sababu ikiwa ni foreigner, kupata nyumba wanga inachukua muda mrefu sana. Kwa sababu hata saa hii wanasema there is a scarcity of new housing generally the whole Switzerland. Au wanasema kuna watu wameingia wengi sana na manyumba yamekuwa madogo sana. So saa hii ikiwa natafuta nyumba it can take long time kuipata. Especially ikiwa kwa saa hii kunio foreigner. Kwa hiyo inakuwa ni gharama. Sasa kama ndio hivyo gharama zinapanda zaidi. Yeah. Tumefurahi sana kufahamu ile, kama wanakuja kununua huku vyakula inabidi tu proud kidogo maisha yanakuwa rahisi huku. Asante sana, nimeelewa. Kwa hiyo umezungumzia masuala mawili, umezungumzia kuhusu nyumba na masuala ya chakula. Je, upande wa usafiri imekaaje, gharama za maisha kwenye upande wa usafiri? One thing that I like in this country, and also it applies to Germany, the means of transport ziko available everywhere. So hata huko utakikani, si lazima uwe uko na personal car. Na kwa mfano mimi natumia new public means because they are accessible everywhere, but also they are very expensive. Kwa mfano kwa mwaka, umeniuliza mambo ya transport, kwa mwaka mimi wanga nalipa more than 1,600 Swiss francs per year to cover only the destination mahali naenda kufanya kazi, a radius of 30 kilometers mahali naishi. That only what it covers 1,600 Swiss francs per year ndio nalipa for transport. Lakini hata hivyo nilikuwa naongea na rafiki mwingine wangu ananiambia hata niyo saa hii means of transport, even public means, even it is more better than niyo kwa na gari yako kibinafsi, kwa sababu hata saa hii wanalipa more than that. Kwenye swala la insurance au nini ndo kinakuwa gharama kwenye ukiwa na usafiri wako? Yani insurance na mafuta saa hizi yamepanda kila mahali. Ndio. So means of transport, I don't know how it is in German, but here within a radius of 30 kilometers inalipa ni 1,600 per year. Huku kidogo kuna urahisi kwa sababu kuna kitu kinaitwa Deutschland ticket. Kwa hiyo ukinunua hiyo ticket unalipa euro 63 kama sikosei. Unalipa kwa mwezi? Ndio, kwa mwezi. Kwa hiyo unatumia kwenye all regional train na mabasi yote unaweza kutumia kusafiri ukishakuwa na hiyo ticket. Mpaka wapi? Ujerumani nzima, yani ili mradi tu hiyo, kwa mfano train zisiwe zile za fastest train, zile high train, zile ambazo zinaenda mwendo kasi, lakini za kawaida unalipia hiyo euro 63 kwa mwezi. Ni wewe tu sehemu yote utakayotaka kwenda. Kwa hiyo kwa mfano kwa mwaka unalipa tuseme less than 1,000 euro. Kwa sababu kichukua 12 mara 63 nadhani kimahesabu hapo ni ngapi? Kama 8,000. Almost like 800. 800. Basi mimi nikitaka kwa mfano niende more than 50 kilometers nalipa over 3,000 a kitu per year. Okay. Expensive. Yes. Expensive. Ni very expensive. But mnalipa vizuri, kwa hiyo sio mbaya. Wanalipa hivi lakini wanaichukua tena. Okay. Lakini hata uzuri mwingine sijaongelea hiki kitu, ikiwa uko ndio na permanent job. Si kama hiyo kitu iko I think also iko German. Wanga wanatulipa mishahara 13. December wanga wanapata ni double salary. December wanga wanasema thrice. And I think also that one, hiyo ndio wanga inasaidia watu at least wapunguze
madeni yao. Okay. Sijafahamu kidogo, lakini sijawahi kusikia hiyo scenario. Sijawahi kusikia tuseme, lakini nitafuatilia ili kujua zaidi. Yeah. Kwa hiyo sasa tumepata information kuhusiana na gharama za maisha. Nikiwa hapo nikimalizia ili nimpishe na mwenzangu azungumzie. Ukikombea gharama za maisha za Switzerland, na najua hili swali linaweza likawa kama la ajabu, lakini ukikombea labda na Kenya, unaweza ukasema unafurahia kuendelea kuishi Switzerland, au unaona mimi naweza nikarudi zangu tu Kenya baada ya miaka fulani? Ndio maombi yangu makubwa. Kuna ile I've set some goals anyway. Ndio. Na tayari ni kama niko ina transit. Naomba Mungu, sidhani kama nitakaa hapa sana. I think nimekaa kwa muda mrefu, najitayarisha nirudi nyumbani. Okay. Kwa hiyo hizo ni sababu personal au ni sababu za maisha ya huko ni gali au ni nini? No, si ati maisha ni gali ama ni, lakini that's a personal. Personal. Niyo sahi, nikiangalia, for one, siwezi nikaishi hapa nikiwa nisubiri ati niseme nitapensionire ni hapa, na hata nikipension hapa siwezi I can't afford such a life like this, siwezi. So nitakuwa ni kama nikiishi hapa ni kama nitakuwa napoteza pesa tu. Okay. Na ukiwa nyumbani, ukiwa na hiyo pesa, at least unaweza kukaa maisha mazuri kuliko ukiwa hapa. Okay. Okay, asante sana. Na maybe nikichangia tu kidogo kwenye swali ile ulikuwa umeulizia, tuseme kama nina information kidogo kuhusu Ujerumani. Nafikiri kwa mtu ambaye ana usafiri wake iko pia expensive, nafikiria haiko mbali na maybe Switzerland, kwa sababu mwenzangu hapa yeye ana usafiri wake na yeye pia anaenda kilomita 30 kila siku. Naona ni muda gani anastahili kuweka mafuta, ni kiasi gani cha mafuta anaweka. Wacha hata sasa hivi kwamba mafuta yamepanda, lakini naelewa ni kiasi gani anastahili kuweka kwa mafuta kwenye gari lake kwenda na kurudi. Alafu kuna ile service inakuwa per year, alafu kuna ile check ya government one time per 2 years. Alafu kuna ile gari kuharibika, maana gari unajua kuna kuharibika, kuna matengenezo, kuna sijui winter, unatakana ubadilishe tires, unatakana ufanye nini. So kwa ufupi nikiangalia zile gharama ambazo anazitumia yeye kwenye usafiri wake, mimi nafikiria inakuwa ni gali afadhali kama mtu angekuwa anatumia public means, but tunahitaji huo usafiri kwa kufanya mambo mengine hapa na pale, so pia ni vizuri. Okay, tuachane na hilo. Ningeomba kuuliza swali lingine, na pia muda kidogo unatupa kisogo, so inabidi niharakishe. Okay, swali langu labda ambalo litakuwa la muhimu, nafikiri watu watataka kujua ni ulisema ulikuja na family reunion Switzerland. Nafikiri kulikuwa na culture shock nyingi. Je, unaweza labda ukakuelezea kidogo kwamba ni vitu gani ambavyo ulipatana navyo ukavishangaa kwa wewe kuwa upo kwenye mahusiano sasa na mtu wa huko, na ni vipi uliweza kufanikiwa na hawa watu? Kama utojali hawa watu wakoje? Swiss ilikuwa nilipokuja huko nilishangaa sana, kwa sababu sikuwa natarajia. Hiyo ukitoka Afrika you are so green, hata unafikiria ukija huko kila mtu atakupokelea hivyo tu, lakini tofauti sana. Na the nature of Swiss people ni kama they are very cool.